Naam, ndugu mtazamaji, karibu tena katika chaneli yetu ya Ectech, na leo tunaenda kukuelekeza namna kupandisha kazi zako kwenye mfumo wa PEPMIS au ESS kwa watumishi wa serikali. Maana imekuwa changamoto watumishi wengi kupandisha kazi zao, na wengine hupeleka hela kuwalipa watu kupandishia kazi zao. Hivyo ECTV ikaona kwamba ni bora tuletee video inayoelekeza hatua kwa hatua mpaka utakapofika mwisho namna kupandisha kazi yako. Basi bila kupoteza muda, tuingie kwenye mfumo wa ESS ili tuweze kupandisha kazi na kuona namna inavyofanya kazi. Kwenye browser yako utaandika PEPMIS au ESS utumishi, na ikishafunguka kama unavyoona itakudai kulog in. Kwenye sehemu ya username utaandika check number, na chini yake kuna sehemu ya password ambazo unajaza password zako, na tutaanza kama ifuatavyo. Baada ya kufunguka, utakuja katika hichi kibox cha kwanza hichi hapa ambacho kimeandikwa utendaji, kwenye mabano imeandikwa watumishi, kisha utaclick. Ikifunguka utakuja upande wa kushoto ambapo pameandikwa dashboard, na kwa chini yake imeandikwa implementation and monitoring. Utachagua hapo, kisha utachagua employee. Chini ya neno implementation and monitoring kuna neno employee, utaiclick mara moja tu. Subtasks zako ambazo uliziplania mwanzo zitakuja kama unavyoona, na zikishakuja kama unavyoona, cha kufanya utatakiwa ubonyeze upande wa kulia mwa browser yako, kama unatumia kishikwambi, kama unatumia laptop au simu. Kama ni simu itabidi uirotate ikae kwenye landscape ili uweze kuona vizuri. Kisha utakuja upande wa kulia kwenye kila subtask utaona kuna vidoti vitatu ambavyo vimezungushiwa kaduara. Utaenda kwenye subtask unayoitaka ile ambayo husika. Baada ya hapo utabonyeza doti tatu hizo kwenye kila subtask, utabonyeza na zitakuja option mbili ya add progress details na view implementation, na nitakuonyesha kazi ya kila moja inavyofanya kazi. Tutaenda kuanza na add progress, utabonyeza. Sasa wewe unachotakiwa kufanya, uje hapa palipoandikwa description, utaiclick. Utatoa maelezo yako kulingana na subtask yako ya kwanza inavyosema. Kwa mfano kwangu mimi nasema kutoa na kusahihisha mazoezi 520 ya masomo matatu. Kwa hiyo cha kufanya kwenye description utaandika mazoezi. Hapa tuna 520 ambayo nitakuwa itolewe kwa mwaka mzima. Sasa wewe utakufanya utatakiwa ugawe mara 4 ili upate kwa robo muhula, na kama unajaza kwa nusu muhula utagawa mara 2. Hapo nitaandika 520 pembeni gawia 4, ambayo tutapata jumla mazoezi 130. Hapo tutamalizia kwamba yametolewa kikamilifu. Ukishatoka hapo utakuja hapa, kwa kuwa hujafikisha idadi inayotakiwa ambayo ni 520, utakuja hapa chini utachagua in progress, na mwisho utapiga asilimia za kazi uliyofanya. Utagawa 300 ambayo ni 130, utagawia 520 zidisha kwa 100, unapata asilimia 25. Hapo utaandika tu 25 hivyo, kisha utasave. Ukisha save kama inavyoona, kazi yako itakuwa umesave, lakini haujamaliza. Ili iweze kwenda kwa mkuu wako au kwa idara, itabidi uje tena kwenye hizi doti tatu hapa,
kwenye hiyo subtask ambapo umeandika, utabonyeza action ni doti 3, kisha kuna kudelete subtask au kudelete implementation na kuna kusubmit. Utabonyeza submit na kazi yako itakuhusu kusubmit kwenye rangi ya blue kwenda kwa mkuu wako wa idara, na utakuwa umesubmit task ya kwanza. Utarudi juu upande wa kulia, utakata hapo, kisha utakuja subtask ya pili, utafanya tulipofanya kwenye subtask ya kwanza, na itakuruhusu sasa wewe kuonesha maendeleo yako. Kwa mfano, subtask yetu ilikuwa inasema kuandaa maazimio 3 ya kazi ya masomo matatu ambayo hayo nimeorodhesha hapo juu. Sasa cha kufanya wewe kwenye description hapa utaandika maazimio yameandaliwa kikamilifu. Kwa kuwa maazimio tukishaandaa mara moja kwa mwaka zinatembea kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, kwenye implementation status utabonyeza completed na itakuletea 100% hapa moja kwa moja. Utachagua save. Ukisha save hapo imekuandikia not submitted. Sasa ili uweze kusubmit inabidi ubonyeze hizi doti 3 hizi za ndani, tena hizi 3 hizi nyingi zilizojipanga za nje. Bonyeza hizi 3 za ndani ambapo kuna option mbili, kuna submit and delete. Sasa tutabonyeza submit kwa mara ya kwanza, itakuletea tena option mbili ya kusubmit au kucancel. Utachagua submit na kazi yako hapo itakuwa imeenda. Shukran na asante kwa kutazama video hii. Tukutane katika video inayokuja ambayo nitaelekeza vitu mbalimbali kuhusu mifumo, lakini pia kubwa tu uweze kusubscribe ili uwe mwanafamilia ya Eki TV.